Mnaona inavyotokea? Hii ndio hatua ambayo sasa mpunga unajiandaa kwa ajili tunasema ya kupata mimba. Sawa? Kwa hiyo hapa bado msimu wa ndege, kwa sababu ukikiminya hiki si unaona ndio utu tude tunaanza kuweka haya maziwa. Vingine hivi havina, si unaona? Sasa huu unaona hivi? Huu si unaona sasa hivi huu ni mlaini. Kwa hiyo ndege hapa sasa ndio pepe. Kwa hiyo kwa kifupi ukiangalia si unaona zile? Sasa hizi ni cha mtoto kwa sababu hizi ni eneo chache tu zina mpunga wenye kiwango hiki. So kwa kadri ambavyo mpunga unaongezeka kufikia level hii, ndio ndege zinasogezana sasa kutoka huko mapembeni kuja hapa. Sasa tunasema ule wakati wa kulinda ndege ukifika, yani inabidi pale panakuwa na mtu, hapa panakuwa na mtu, pale panakuwa na mtu, na kunakuwa na makundi ya ndege. Kwa hiyo wakati wa ndege ni kelele tu, so usimlete mtu ambaye hawezi kutoa sauti. Hapa penyewe ukipiga mrusi, nani yule kwa na mrusi akipiga hapa uone vile ndege viko mle katikati. Si unaona vile hapa hata hazishtuki na zile pale. Sasa ndio uone pale panahitaji mtu mwingine pale, panahitaji pale, ili hayo makelele yote yakipigwa ziondoke. Kinachotokea usipofukuza ndege, unaona hichi? Unaona hivi? Kinachotokea hichi kishanyonywa hivi. Kwa hiyo vikinyonywa hivi ndio ngoma hii unasikia mtu amevuna, wakati wa kuvuna mpunga unakuwa una mapepe. Kwa ile neno la mapepe lile lilitokea huko. Kwa hiyo ndege ikija haili hichi kimpunga, inafyonza hayo maziwa yaliyoko ndani ya mpunga. Sasa kinachotokea wewe unauona tu mpunga huko hivi, ila ndani hauna kitu. So tukija kuvuna, ile mashine inayoingia kuvuna inayopuliza ili kuondoa hayo mapepe. So unajikuta nyuma ile combine tunaita ya kuvuna, nyuma kuna matakataka kibao ambayo ni haya, kwa sababu hayakuwa na mchele ndani. Kwa hiyo maana yake ukilinda ndege unasababisha mchele ulioko ndani ya hivi vidude ukomae, si ndio? Kwa hiyo hii ni hatua ambayo mpunga ukitoka bila ambavyo tumeuona vile unakuja kwenye level hii. Sasa uzuri wake ukiwa umesafisha mpunga ndio unaona wakati kwa sababu huu unakomaa muda sio mrefu then tunavuna, lakini ukiangalia tunaona shamba lilivyo safi. Hamna matakataka, hamna majani. Kwa hiyo mpunga unaupata msafi. Maji hapo. Na maji yanawekwa kwa kiwango. Yaani haya maji unaona hapa ndio yale niliyowaambia, haya mashamba ukitaka maji yale pale. Unaona hii ngoma? Si unaona? Kwa hiyo yani bado kidogo tu. Sasa ikifikia hiyo point wakati wa kuvuna, kwa sababu wakati wa kuvuna tuhitaji maji mengi. Kwa hiyo tunaanza kubalance hivyo mapema kabisa. Mpunga wako wakati wa kuvuna usiwe na maji mingi. Ili ile mashine inayoingia kuvuna ishindwe kuvuna, kwa sababu wakati wa kuvuna pia maji inabidi yatoke yote. Sasa ni vizuri zaidi kuwa makini sana na hatua ya mpunga unavyotoka hapa, kwa sababu ndio wakati wa ndege, na ndege mnaziona yani pale sio zinacheza, ziko kwenye msosi, na kila kinacholiwa kinapungua kutoka kwenye tani zako ambazo umevuna. Niliwaambia yale mashamba ya shares mnagawana na mwenye shamba. Kwa hiyo hichi wanachokula ni chako wala sio cha mwenye shamba. Kwa sababu mwenye shamba anataka chake kama mlivyoandikishana. Kwamba ndege walitua, hiyo ni wewe au kulinda ndege. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuhakikisha ndege wanalindwa. Sasa hili shamba ni la mwekezaji mwenyewe. Yaani ni la mwenye shamba. Kwa hiyo hapa ni mali kwa mali. Yeye kwake hata zikila bado hamna mtu anayegawana mwishoni, si ndio? So mmeshaona hii hatua ya mpunga baada ya kutoka vile ambavyo tumeuona. Kwa hiyo ukikua ndio tulikuwa tunaonesha vile vishina ambavyo pale tulikuwa tunaona vimepandwa. Hiki kimoja kinabeba mpunga, hichi kinabeba mpunga. Kwa hiyo vyote vimti vilivyosimama hivyo kutokea chini kinabeba tawi la mpunga wake. Kwa hiyo unaweza kuona pia tawi linavyosheheni. So kuna watu wengine wanakolimia mpunga huwezi kubeba kitawi kinene hivi. Unaweza kuona kikabeba tutawi kama utu tu. Kwa hiyo haitakupa matokeo makubwa kama hivi ambavyo unaona tawi linabeba mpunga mwingi mpaka unaelemewa. Kwa hiyo kuna wakati unaona huu mpunga ukipigwa hivi na upepo wote, wakati wa kuvuna utakuwa umelala hivi, kwa sababu unazidiwa uzito na uzito wa mpunga ambao umebeba, si ndio? Tukija wakati wa kuvuna mtaona pengine hapa saizi unaona huu mpunga wote umelala kabisa, yani umelalia upande mmoja hivi. Ni kwa sababu mpunga umepatikana mwingi na uzito wa mpunga hichi kijani kimeshindwa kuhimili, kulizuia ili kubaki limeishikilia, kwa hiyo kinaelemewa, kikipuliza na upepo mnajikuta mpunga wote umelala upande mmoja namna. So hii inakuonyesha kwamba umepata mpunga mwingi. Lakini ukiona mpaka wakati wa kuvuna kila kishina kimesimama peke yake hivi, hata kijazidiwa hiki.
Kwa hiyo kuna hapa nitaka at least muone hiyo hatua. Tuko na dereva ambaye amesema anaanza kilimo mwakani.